Olodumare one and only, the giver of life, iko tunanapa. Nasimama cause uko na mimi, you never let me go. Mipaka yangu umeitanulia mbali, even sky see your limit kwa ikibali. Asalamu alaikum, msifu Yesu Kristo. Sasa rasmi tutaanza shughuli yetu, inaelekea kuanza. Ningeomba kwa kuwa muda umetutupa mkono, basi ningeomba meza kuu na wageni waalikwa tukamchukue mgeni studio. Basi chua kiingia wote tusimame. Chua na wageni tuatumie tunaingia tusimame wote pamoja tusimame. Huyo ndio mkuu shule akiongozana na mgeni rasmi kabisa. Karibuni sana kwenye nafasi zenu. Asante studio. Basi kwa kuwa kwa sababu tuko nyuma ya muda sana, yani lazima tuende kwa spidi ya 5G kwa sababu tumeshachelewa sana. Sasa hizi hapa walioandaliwa kwa ajili ya sala. Mungu wetu na baba yetu, Baba, katika jina la Yesu tuna kila sababu ya kusema asante kwa kuwa wewe ni mwema, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, kwa kuwa wewe ni wa haki. Asante kwa ajili ya siku nzuri, siku ya kipekee ambayo Mungu umeiruhusu imekuwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu Bwana. Asante kwa ajili ya wema wako na upendeleo ambao Mungu umetupa. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya sherehe fupi hii itafika kwa ajili ya kuaga watoto wetu kwa elimu ya awali ya kwenda elimu ya darasa la kwanza. Roho Mtakatifu, wewe ni mwema. Viko ambavyo vilivyoandaliwa kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu Bwana, ukavitakase na kuvibariki. Tunaalika malaika wako watakatifu wakashuke mahali hapa, katamalaki kila mahali tunapokwenda kuanza. Tukaanze na wewe na tukamalize na wewe. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Amen. Tunaomba dua ili Mwenyezi Mungu aweze kusimamia shughuli yetu mwanzo hadi mwisho tuweze kumaliza kwa salama. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamani, kumbuka hapo kuna picha picha yetu ya TV kwa hapo. Ndio mnayo.
Chego baile sei lá, mas como limita, eu vou me sujar, mas como limita, chego baile sei lá, mas como limita, eu vou me sujar. Asante studio. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Nipo kwenye utambulisho kwenye meza kuu kama mnavyotuona. Napenda kuanza na utambulisho. Aliyepo mbele yenu kwa kule kushoto ni ndugu yangu ambaye jirani yangu hapa na wote mnafahamu. Naitwa Bwana Mbawala. Na aliyopo karibu naye hapo ni mjumbe wetu wa elimu. Karibu sana Mbawala pamoja na mjumbe wako. Endelea na utambulisho. Aliyopo mbele yetu hapa kwa kushoto kwangu ni mgeni wetu rasmi. Rais atajitambulisha hapo baadaye. Ya, asante, tunashukuru muona kufahamu. Asante sana, karibu sana mheshimiwa wetu. Tuendelee. Na aliyopo ya kwangu hapa naye ni madam ambaye kwenye kituo kingine amekuja kututembelea na kutu. Asante sana madam, karibu sana. Asante. Na huyo aliyopo mbele yetu hapa ni dadangu, pia ni namfahamu kwa hapa. Kuna mwingine katoka hapa. Haya basi. Mama Musa. Mama Musa, popote ulipo atakupiga mkono atakuwa umefika. Mungu akubariki. Na mwalimu wenzangu tutasalama. Mwalimu, popote ulipo tunahitaji tuone mkono wako. Arusha picha. Sawa sawa. Bye.
Asante, makofi mengi namna hiyo. Kwa nzuri wenye kupendeza. Lakini yote kwa yote mtoto mjanja sana, mtoto akapata fursa akachezea fursa. Asante namna hiyo. Mungu akubariki sana. Chezea namna hiyo. Haya. Studio kwa tuone watoto. Studio tafurahi namna hiyo basi ndogo ndogo. Shule ya awali Mtakatifu Kale, risala ya wahitimu kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, meneja mkuu wa shule, walimu, wazazi na wageni waalikwa, karibuni kwenye mahafali ya 4 ya kuhitimu elimu ya awali. Ndugu mgeni rasmi, tulianza shule tukiwa na wanafunzi wasichana na wavulana. Baada ya hapo watoto walizidi kuongezeka hadi kufikia idadi watoto wasichana na wavulana. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, baada ya watoto kuongezeka kufikia idadi ya watoto, tulijaliwa kupata walimu bora na wenye taaluma ya kutosha kufundisha vizuri. Mpaka sasa watoto wote tunajua kusoma, kuhesabu na kuandika vizuri. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, tuna changamoto ya vifaa vya kujifunzia kama vile vitabu, vifaa vya michezo na madarasa ya kusomea. Ombi. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba utusaidie kutatua changamoto zetu. Mwisho. Ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru kwa ujio wako, kwani tunaamini changamoto zetu zimepokelewa. Asante na Mungu akubariki. Makofi na vigelegele. Asante sana. Mtoto hongera sana. Hebu kwanza kidogo na mimi leo tuliona mtoto. Napendeza kidogo yenyewe. Hongera sana, Mungu akubariki. Asante sana. Jamani, makofi kwa mtoto leo. Asante sana MC. Ndugu wageni waalikwa, itifaki imezingatiwa kuanzia meza kuu pamoja na wageni waalikwa wote. Binafsi ninajisikia furaha sana kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wetu tunawapenda sana. Hongereni sana kwa kufikia ushindi huu wa kumaliza pre-unit. Embu jishangilieni wenyewe kwanza. Makofi mengi namna hiyo. Watoto wetu ni taifa la kesho. Kwa hiyo kila ninapowaona watoto ninaona taifa la kesho. Hivyo ninajisikia kwa namna ya tofauti sana mguso kwa ajili ya watoto. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita nilikutana na teacher Modesta, okay? Wakati ipo somewhere kule.
Kipindiko alikuwa anapitia changamoto kwa sababu ile eneo alikuwa anahitajika kuondoka. Lakini nikamtia moyo, nikamwambia ukiona changamoto ujue Mungu anataka uwe na kwako. Kwa hiyo tukaendelea kubadilishana mawazo. Kuanzia pale tukaanza kutafuta maeneo. Kidogo kwa kipindi kile hatukuweza kufanikiwa wakati tunaanza. Baadaye kwa amehamia pale juu. Wangapi walikuwa kwenye graduation ya mwaka jana pale juu? Wangapi, naomba mnyoshe mkono. Yes. Graduation ya mara mwisho tulifanyia pale juu. Na nakumbuka kwa kipindi hicho hapo palikuwa bado haijaisha. Lakini tukasema graduation inayofuata lazima tukafanyie pale. Makofi ya Mungu. Nilishiriki pia katika upatikanaji wa hapa. Nilisimama pamoja na Modesta, kwa sababu nina ile passion na watoto. Ninapenda watoto. Watoto ni taifa la kesho. Ndio maana mimi ni baba watoto watatu. Na watoto watatu, yes. Kwa hiyo inapokuja swala la elimu ya watoto sinaga mizaa na watoto. Nawapenda sana watoto, lakini inapokuja swala la elimu ya watoto huwa sina compromise. Kuna kipindi fulani nikiwa na changamoto fulani nilikuwa nalazimika kutembea. Kwa kipindi hicho nilikuwa kule mawasiliano nafanya kazi. Napenda sana kutoa ushuhuda huu. Nilikuwa natembea kutoka mawasiliano mpaka nyumbani. Ili nini? Ili isifike mahala mtoto akafukuzwa shule kwa sababu ya ada. Ni heri mimi nilipe gharama, lakini mtoto asifike mahala kila mara, baba naomba ada, baba tunakumbushwa ada. Nikasema hicho kitu kwangu sitaruhusu. Kwa hiyo ninapenda sana watoto. Ninafurahi ninapoona watoto wanafanya vizuri, watoto wameelimika, watoto wamefundishwa, wakafundishika. Unaona kwamba kuna ubaadaye katika taifa. Mithali 4:13. Lakini kwa nini maandiko yanasema, yanawasisitizia tuikamate elimu? Kwa sababu elimu ni nuru. Elimu ni mwanga. Elimu ni uzima. Jambo lolote katika eneo lolote ukilifanya ambalo hauna elimu kwenye hicho kipengele, kuna mauti. Kijana akioa asipokuwa na maarifa ya kutunza familia, hiyo familia itakufa. Ukianzisha biashara yoyote kama hauna elimu, hauna ujuzi nayo, hiyo biashara itakufa. Vijana wengi ambao hawajapata nafasi ya kusoma tunashuhudia. Kuna wengine wanakufa kwa sababu ya kupigwa, wameiba sehemu nini. Kwa hiyo ujinga ni mauti, lakini elimu ni uzima. Elimu ni uzima na ujinga ni mauti. Asiyejua madhara ya pombe atakunywa pombe. Nilisha kushiriki msiba wa kijana mmoja amekufa kwa sababu ya pombe. Pombe ilienda kuharibu maini. Kwa hiyo kwa sababu ya kutokuelewa, mauti kampata. Kwa sababu dereva anaweza kaendesha gari akiwa amelewa, mwisho wa siku ni mauti. Kwa hiyo jambo lolote ukikosa elimu katika hilo eneo, mauti inafuatilia. Biashara yoyote utakayofanya pasipo ufahamu. Tunaona frame nyingi sana, mtu anaweza kafungua saluni lakini hana maarifa kwenye issue ya saluni. Mwisho wa siku anafunga. Na watu wanapenda kumsingizia nani? Shetani. Kwamba kuna jirani yangu ananiloga nisifanye biashara nini? Hapana. Hakuna mlima mkubwa kwa mwanadamu. Mlima mkubwa kwa mwanadamu kama mlima unaoitwa ujinga. Nirudi kwenu wazazi. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Efeso, anasema enyi akina baba, lakini pale baba anawakilisha baba na mama. Enyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa.
Sisi kama wazazi tuna wajibu wa kuwasapoti watoto wetu. Mtoto asifike mahala kila mara, mama nakumbusha ada shuleni, mama nakumbusha ada shuleni, baba nakumbusha ada, au mtoto anarudishwa. Hapana, ni kumchokoza mtoto kufanya hivyo. Kipindi fulani kidogo kulikuwa na watoto wangu wote walikuwa yani walikuwa na perform ile average B, C na vitu kama hivyo. Kuna kipindi nikasema okay, mimi haiwezekani kwamba nilifaulu vizuri alafu watoto wangu wakawa na average performance. Nikaandaa program kwamba kila nikirudi niwe na lisali moja la kufundisha watoto. Na kuhakikishia nilikuwa nakaa na mtoto namfundisha, alafu kuna saa nilikuwa namwacha kwanza natoka nje, kwa sababu nilikuwa napata hasira kwamba kwa nini kwa nini haelewi ninachomfundisha. Sasa nikawa naogopa niki-express ile hasira pale mbele yake nitamjengea hofu. Kwa hiyo sasa ile kumaliza hasira kwanza inabidi nitoke kwanza nje nitembe kidogo alafu nirudi tena. Ndipo nikagundua kazi ya kufundisha mtoto sio kazi rahisi. Na kuanzia hapo nikaanza kuangalia walimu katika namna ya tofauti sana. Tukirudi kwenye risala, wamezungumzia changamoto kuu tatu, ambayo wamezungumzia changamoto ya uhaba wa vitendea kazi, uhaba wa madarasa na uhaba wa vifaa vya michezo. Labda nimuulize mkuu wa shule katika hivyo vitu vitatu ningependa support kubwa iwe katika eneo gani? Tulikuwa tunaomba focus yetu iwe kwenye madarasa. Mwalimu mkuu amechagua madarasa. Basi mimi pamoja na familia yangu tutachangia kiasi cha milioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa darasa. Ninaamini kuna wazazi ambao wako mahali hapa, tutashikamana pamoja ili kusababisha watoto wetu wanakuwa na mazingira mazuri zaidi. Kwa hiyo kama una mtoto ana changamoto ya kuelewa taratibu, hebu jaribu kupanda mbegu ya kusapoti, ya kusababisha mtoto mwingine aweze kusoma, aweze kupata elimu. Ninaamini kwa moyo wangu wote, maandiko yanasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hebu panda ili uweze kuvuna kwa ajili ya mtoto wako. Na unavyopanda, tamka neno, mwambie Mungu, ninaenda kusapoti darasa kujengwa, kumbuka elimu ya watoto wangu. Mungu, ninaenda kusapoti ujenzi wa darasa, wakumbuke watoto wangu wako boarding, wakumbuke 1 2 3. Mungu sio dhalimu, Mungu anasikia, na sadaka inaongea kwa sauti kubwa mbele za Mungu kuliko sauti hii tunayotumia. Na washukuruni sana, asanteni sana, nisitumie maneno mengi, naamini mmenielewa. Mungu awabariki, Mungu watunze, Mungu azidi kuwatendea mema. Asante msifu. Basi kwa heshima na tazima nikiomba tukunyanyue mgeni rasmi kwa ajili zoezi letu la kukata keki. Tuanze sasa, tunakuomba ingia mbele kidogo tuweze zoezi letu la kutukatia keki. Tukatia keki yetu kidogo, unaweza kutusupport kidogo? Ya, nitakata keki kwa kiasi cha 1000. Asante, makofi mengi sana. Twende simula mbele. Tukatia keki tu. Mwalimu mkuu, tunaomba unapotoa kofia kidogo tusupport kikofia kitoa watu hapo. Tuchangiaje hapo? Najamia shilingi 10,000. Asante. Makofi mengi la kwa. Basi mgeni mwaliko sasa kidogo tu moja mbele. Mgeni mwaliko. Studio. Tunaomba pamoja keki. Ndio mwaliko. Watoto mpo? Mimi naitwa nani? Babu Cheza ndio jina langu hilo. Babu nani? Hebu tujaribu Babu Cheza.
Babu cheza, apiga makofi. Asante sana. Hao wanafunzi wangu mimi ambao wanadinao hapa kila siku. Sasa mimi nakula keki kwa shilingi 5,000 na wazazi hao wanataka majina yao. Asante sana, barikiwe. Basi tuna mambo mengi sana tu mpaka leo tu angalau kidogo chochote tu support hapo. Utatusupport vipi hapa kuhusu mambo ya keki? Tu support shilingi 5,000. Asante, piga kelele. Aga mficha tupotoe kwa jadali na kunopa. Hapo studio. Makofi mengi kwa mwalimu kwanza. Mwalimu hongera sana. Asante. Mwalimu unasoma katika shule gani? Jeni Dekia. Iko wapi? Mchungwani. Hongera sana, Mungu akubariki. Sawa. Na kuna message nimetumia hapo unasema leo saluni ulikotoka hujatoka saluni ya Tanzania. Umetoka saluni gani? Kali utuambie saluni ipi unatoka? Umependeza sana. Saluni gani? Au Tanzania hapa Tanzania? Maana haya mambo yetu hapa Tanzania haya sawa dada. Nisikuchoshe sana. Kwa sababu teacher tuchangie kidogo hapo. Singa mtu tuchangie leo. F10. Makofi mengi. Studio namna hiyo. Haya. Tuna mambo mengi sana. Tunaomba tuchangie tunapopata keki. Sushi ngapi tutuchangie dada yetu mrembo? 5,000. Si shanga tosha. Makofi mengi. Mama Pendo nina ndoto tutakuwa mchungaji. Sema amina. Isa kabarikiwe sana. Sawa, sasa Mama Pendo tutatoka tutuchangie chochote ambacho tunasiona tulichobarikiwa. Karibu sana. Shilingi ngapi? 5,000. Amina sana. Studio. Mama Pendo ndio. Wakati Mama Pendo anamalizia kwenye zoezi la keki kwenye meza kuu. Glory Madanda. Glory popote alipojiandaa na mzazi wake. Habari za kubaba. Habari nzuri. Habari za majukumu za familia. Mungu anatenda. Sawa. Mtoto wako anaenda darasa la ngapi? Anaenda la kwanza. Shingapi? Asante na shukuru nitakuja kwa 1,000. 1,000. Haya, mkono mkamata keki hizo na mambo sana kuendelea sana kwa kutunza. Haifungi mtaipale. Luciano pamoja na mzazi wake, mzazi wa Luciano popote alipo. Asante studio. Mama, habari yako? Salama. Mtoto tu ya mtoto na imani ataweza kuwa msanii mkubwa sana. Mimi nimeona mbele mtoto atakuwa msanii mkubwa sana. Hongera sana mama. Asante. Asante kwa kupendeza eh. Haya, tu neno moja tu kidogo utatuchangia shilingi ngapi kwenye keki ya mtoto? 2,000. Haya, mtoto chukua keki. Nisema kama asante kwa kuendelea. Kama asante. Haya, anasaka baba, habari yako? Salama. Baba, hongera sana. Shukrani. Natengia shilingi 2,000. Hongera sana. Basi tutupa 2,000 pale. Anayefuata Muhaili na Mudada. Asante studio. Mama, habari yako? Salama. Hongera kwa mapacha. Asante. Mungu mwema sana. Haya, leo na mapacha leo. Na watoto wanaenda darasa la kwanza, si sawa? Ndio. Wanaenda darasa la kwanza. Haya, tunaomba tu hao watoto tualisha keki shilingi ngapi jioni ya leo? 3,000. 3,000 mmoja au kwa wote wawili. Wote wawili. Yeah. Asante studio. Basi watoto sema mama asante. Mama yeye anakula keki 2. Chukua keki na mpe mama. Mama bado. Mama mapacha lazima ule keki zote. Chukua keki kipande kimoja. Studio tuendelea mnaji wakati huo nani tunamleta?
Karen Daudi tule mama karibu wewe. Mama Karen asante sana. Mama Karen habari yako? Habari za kupendeza. Mama Karen. Nimefurahi kukuona Mama Karen. Lakini wengi wanasema Mama Karen ni mtu mzima. Sawa. Lakini jioni ya leo Mama Karen tunaomba sauti yako je, utachangia shilingi ngapi kwenye zoezi la keki? Changia 5000. Mungu akubariki sana. Makofi mengi namna studio. Namna hiyo. Basi wakati tunaendelea kumpa mwanao Karen. Haya, nataka kuchukua keki kwa mama Jomana sana kwa kushirikiza. Asante studio. Alvin Joseph. Asante studio. Mama mzazi, habari za leo? Nzuri. Habari za kupendeza. Nashukuru Mungu. Hongera sana. Haya. Mama mzazi, sisi hatuna mengi sana, tunaomba tu unapomlisha keki mwanao leo unamchangia shilingi ngapi? 3000. Mungu akubariki sana. Makofi mengi studio. Tuendelee kwetu tutapata. Basi ndio ndio. Haya, mtoto kama keki mtoto asante kwa kuendelea. Ilian Alphonse. Mama kali yako. Pole, umechoka sana au jua kali? Pole. Haya basi mama, leo tunaomba tu kauli yako, utachangia keki kwa shilingi ngapi kwa mwanetu mpendwa? 1000. 1000. Mungu akubariki sana. Makofi mengi studio. Asante studio. Mama mlezi, mama mzazi, habari ya kwako? Njema. Habari za siku? Salama. Hongera kwa malezi ya mtoto. Asante. Haya, jioni ya leo nampatia mtoto wetu kwa shilingi ngapi keki yake? 2000. Mungu akubariki sana. Basi tunachukua kijiji. Haya, chukua keki. Ndio mama, asante kwa kunilea, asante kwa kunitunza. Grace Media. Grace. Asante studio. Sasa Grace, habari ya kwako? Habari za mchana huo? Hongera sana kwa mtoto kwenda darasa la kwanza. Asante. Haya mzazi, mimi sina mengi sana, nataka tu nijue mchango wa mtoto utamlisha kwa shilingi ngapi? 1000. Haya. Basi Grace, asante kwa kunilea, kwa kunitunza. Asante studio. Haya, mzazi, habari za kwako? Salama. Hongera kwa mtoto kutimiza leo gabu yake akijiandaa kwenda darasa la kwanza. Si sawa? Sawa. Sawa basi tunaomba tu ndio mmoja na mwingine au unamsindikiza ndugu wake. Haya basi kwa pamoja tuwape mchango wako leo, tumshiriki kwa shilingi ngapi? 1000. Asante. Asante. Chukua mdogo wangu utakuja kusoma hapa. Asante. Mzazi wa Sakina. Mzazi Sakina, habari yako? Salama tu. Hatuna mambo mengi sana toka muda. Je, utamlisha mtoto kwa shilingi ngapi leo? 1000. Hongera sana, toka pale fundi. Haya, mtoto chukua kipande cha keki uweze kumpatia mama kwa kama asante kwa kunilea, asante kwa kunitunza.
Asante. Studio, nirudishe. Sio ni mzazi wake. Asante. Mama, habari ya kwako? Salama. Tuambie leo jioni leo unaonyesha mwanao kwa shilingi ngapi keki? 5,000. 5,000. Mungu akuchukua keki hapo. Katia mwanao. Haya. Chukua keki mwanangu. Mwambie mama asante kwa kunilea, asante kwa kunitunza, asante kwa kunisomesha. Asante. Habari za mchana. Njema kabisa. Haya, tumekuta hapa zoezi moja. Mwalimu mkuu anasema mlishe keki. Sio kama mtamlisha kwa shilingi ngapi vile? 5,000. 5,000. Makofi mengi namna hiyo. Mama mzazi, mama mlezi, karibu hapo tu mama. Mwanae mtoto hapo. Oh, mtoto keki, chukua keki mchana mpa. Mtoto chukua wewe mtoto. Lisha mama, pia mama asante. Haya mama hiyo. Haya, kisha kwa hiyo. Haya, kanza hiyo, na wewe chukua mlisha. Kwa hiyo mlisha. Kabla wale mko makini kwenye tukio hilo. ITV watu wanaangalia. Njoo chukua cheti chako. Asante. Pia mgeni rasmi, asante. Anayefuata. Haya, tayari kabisa. Haya. Nani Gracie? Gracie Gideon. Gracie. Gracie Gideon. Haya, watoto mpe cheti hapo, pope haya. Haya. Asante. Lydia. Kale Saudi. Daudi. Kale Daudi. Kale. Asante. Pia asante. Asante mgeni rasmi. Pia Sakina Bakari au mzazi wake. Chakula mjiandae. Sakina Bakari. Asante mgeni rasmi. Asante. Anayefuata. Mbea mgeni rasmi, asante sana kwa kunipatia cheti. Ja. Lucia Noah. Asante. Haya. Saidi Abdara. Asante. Asante mgeni rasmi. Alvini Joseph. Zazi. Sawa. Vishe tagi hiyo. Asante. Pamoja na mzazi wake amlezi. Shika cheti chako.
Mpe mkono, mwambie asante. Mpe mkono. Mpe asante mgeni mwana. Asante, mpe mkono. Tunatoa zawadi kwa watoto waliofanya vizuri. Tuwe ni makini kwenye kusikiliza zawadi. Tuendelee. Katika muhula huu wetu wa mwisho tumefanikiwa kufanya mitihani. Wanafunzi wetu wote wamefanya vizuri, lakini ni mmoja kashika nafasi ya kwanza ambaye ni Sakina Bakari. Sakina Bakari. Sakina Bakari. Sunshine, oh baby, you're my sunshine, oh. So I steady catch it, go. Treat me like I never fall in love, make me feel like the first time, yeah. A dangerous love affair, gambling on my heart. I fit the love it there. Are you really the one? No go come die for me, make it no go die for me. The love you die. Are you really the one? No go come die for me. Make it no go die for me. Yeah.